Alipokuwa hai marehemu Raila Odinga, ombi lake lilikuwa ni economic liberation baada ya Kenya kupata uhuru na kujipatia multipartyism. Aliaga akiliacha taifa hili likiwa katika mnara mkubwa, mnara ambao ulitarajia mtu aliye na uwezo na ubusara kuhakikisha kwamba ameliongoza taifa hili bila kuleta tashwishi wala mgawanyiko fulani. Karibu katika masimulizi haya. Licha ya hivi sasa wengi kuonyeshana kidole cha one term, two term, niko kadi, linalojiuliza kwa wengi ni kwamba mazungumzo haya yana uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika taifa hili. Wengi wakiwa wanajitoza katika mirengo tofauti, angalia kujipendekeza na hata kujipatia nafasi za kikazi na hata nafasi za kujitetea panapokuwa pagumu. Hebu tuangazie yaliyojiri katika taifa hili. Kwa muda sasa, mirengo imekuwa ikirushiana cheche na vitisho, wananchi wakiwa ndio wenye kuumia. Kila kuchao wanakubaliwa kuingia katika mikutano ya faragha, hasa katika rali zinazoangaziwa na wanasiasa na hata kuitwa katika ukumbi angalau kuzungumza nao. Kwa hivi sasa wanasiasa wakiwa wamejitoza mahanga kuhakikisha kwamba wanafanya juu chini, kuhakikisha kwamba waliochaguliwa katika awamu ya kwanza wamerudi katika awamu ya pili, na wale walio katika awamu ya pili kama wana uwezo kumiliki awamu ya tatu, wananchi wako radhi kuhakikisha kwamba wanampatia nafasi nyingine. Licha ya hayo, imekuwa ni ndoto ya marehemu Raila Odinga pamoja na vigogo kama mwenda zake Emilio Stanley Mwai Kibaki na marehemu Joseph Nkaiseri pamoja na marehemu Chris Msando kuona taifa la Kenya limejikwamua na kujipatia uhuru. Kisa na maana, aliye chini ana uwezo wa kujiinua katika uchumi wake mdogo na haswa katika biashara yake anayoikuza. Lakini sivyo kwa wale waliobaki nyuma, kwa sababu mitazamo yao na imani yao ni kwamba walio mamlakani ndio wana uwezo wa kujipatia nafasi za pesa na hata kujipatia rasilimali wanavyotaka. Akiwa kabla hajaaga, marehemu Raila Odinga aliwaomba wananchi kujisimamia na hata kupigania haki na usawa bila kuangazia kabila fulani wala kuangazia aliye katika mrengo fulani. Kabla ya kifo chake Joseph Nkaiseri, wengi walimfahamu kama usalama. Kabla ya kifo chake, Nkaiseri aliaga dunia akiwa na azma na ndoto ya kuhakikisha kwamba taifa hili limeongozwa katika usalama ulio usawa na utumishi kwa wote. Kinyume na matarajio yake, marehemu Joseph Nkaiseri hivi sasa inakisiwa kwamba baadhi ya vyombo vya usalama ama vyombo vya dola vinatumika katika kuwalinda wale walio katika nyadhifa fulani na hata wale walio magwiji wa pesa. Licha ya hayo, tunamkumbuka marehemu Joseph Orwa Ojode na mwenzake George Saitoti waliopigania sana usalama wa taifa hili, haswa mnamo wa mwaka ambao taifa hili lilikuwa linakumbwa na uvamizi wa magaidi kila kuchao. Katika usimamizi wao mkubwa na hata katika hali yao ya kupigania haki za mwananchi, hivi sasa ni watu ambao tutawakumbuka katika uchangizi wao mkubwa wa kujenga sekta ya usalama. Licha ya taifa hili kujipatia katiba mwaka 2010, hivi sasa devolution au gatuzi zimepatikana. Na je, zimetimia hizo ahadi kama ilivyonaokolewa katika katiba ya mwaka 2010? Linalogubika sana, linalofungamana na swala hilo la ugatuzi ni kwamba baadhi ya wananchi bado wanalazimika angalau kujitafutia huduma za kiserikali kutoka katika masafa marefu au kilomita zaidi kujifikisha katikati mwa miji mikuu, angalau kujitafutia services za kiserikali au huduma za kiserikali. Licha ya hayo, wengi wanajiuliza maswali chungu nzima. Leo tukiwa na vigogo wa wanasiasa ambao kwa hivi sasa wamesimama katika hatua mbele kuhakikisha kwamba swala lao la kisiasa limesikizwa na kile cha mwananchi hakijasikizwa. Tutarejelea tena marehemu Raila Amolo Odinga.
ni moja kati ya wapiganaji waliopigania haki za binadamu na hata kutetea katiba ya mwaka 2010. Katika uchanganuzi wake na mapendekezo yake ya kuongoza taifa hili, aliamini kwamba kuiweka taifa la Kenya mbele ndiyo hatua ya pili baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu, na hatua ya pili ni kulilinda katiba ya taifa hili. Licha ya hayo, sivyo kama alivyotarajia. Ameiaga dunia akiwa ametimiza mengi. Wakenya wanampigania pato kwa kuwa baba na babu aliyojenga maslahi na madhumuni ya taifa hili na hata kulipigania katika nyadhifa za nyanda za juu. Raila Odinga, marehemu Raila Odinga, atakumbukwa na wengi kuwa mmoja kati ya wale waliochangia pakubwa katika ujenzi wa taifa hili katika awamu alipokuwa hai marehemu Daniel Moi na marehemu Emilio Stanley Mwai Kibaki, na hata katika nyakati zile baba yake Odinga alipokuwa hai. Raila Odinga ni mmoja kati ya vijana barubaru waliokuwa wakipigania haki na usawa wa kila mmoja. Ila katika maridhiano ya wanasiasa ambao kwa hivi sasa wameshikilia nyadhifa mbalimbali, wakiwa wanajitaja kuwa watu walio na uwezo wa kumiliki na kutengeneza taifa hili. Na je, suala hili la ugavi wa mali na hata kumrithi aliyeaga dunia, basi kuangazia kwamba ni kina nani walioandikwa katika will aliyoacha nyuma. Tunapopiga darubini mwaka 1963, taifa hili likazaliwa upya na kupatiwa katika uongozi wa marehemu Jomo Kenyatta. Jomo akiwa anachukua katika mikono ya mabeberu, akiwa hayati mzee Jomo Kenyatta, akiwa na matarajio kwamba atalijenga taifa hili na kuliondoa katika swala la umaskini. Marehemu Jomo Kenyatta akiliongoza taifa hili kama rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya chini ya katiba ya mkoloni. Baada ya uongozi wake, why we are so surprised to see this diplomat completely turning a blind eye to violation of fundamental human rights in Kenya in the name of development. And most of them having the audacity to misrepresent facts in our country. Like the American ambassador yesterday addressing American businessmen, saying that Kenya in last year in August did the most transparent and democratic elections in the history of Kenya.